nominated, but he represents the entire Rift Valley. The Honorable Wainaina, famously known as Queen's Garden. Na ni mtu mzuri, you can see hata na he wears green like Kasamuel, who is here also. Please, karibu. Mheshimiwa Rais, viongozi ambao wako hapa wote na viongozi wa kanisa, sitaki kuwataja moja kwa moja sababu ya masaa. Mheshimiwa Rais, nataka kupongeza hawa viongozi wa kanisa na pia kupongeza wenye walijumuika kujenga hii kanisa, sababu kama hatungekuwa na hii kanisa kweli hatungepata nafasi ya kujumuika na sisi wote hapa. Asanteni sana wenye walijenga hii kanisa, tukijisaidiana sisi wote. Na tena niwapongeze tena sababu kuna makanisa ingine inaanzangwa kujengwa inamaliza mwaka 10, mwaka 7. Hii imejengwa kwa mwaka 1 na kitu. Asanteni sana. Pia niwapongeze kwa mahubiri ambayo mmeyatuhubiria leo, kiongozwa na bishop wetu alama hiyo na wengine. Kama mtakuwa mkihubiria sisi namna hiyo na jamii yote na Kenya mzima, hakutakuwa na vita au mvutano wa kanisa na serikali. Hata ingawa kuna wengine, na saa ingine tunatakiwa tuseme ukweli. Niliona bishop mmoja huko kwetu, huko Central, hata inafika wakati anasema anataka kwenda maandamano. Sijui tulifika wapo lini. Wewe ni kiongozi wa kanisa, unaombea amani, tena unasema tuende maandamano. Hii ni maandamano ya kwenda mbinguni au ni ya kwenda wapi? Kwa hivyo tunawaombea. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, hawa viongozi vile wanaongea hapa saa hii maneno ya pesa, maneno ya SHA, kama wangekuwa naongea namna hiyo wakati wewe hapana iko na wakati hapana iko kanisa, ingekuwa mzuri zaidi, hatungekuwa na shida ya kukosa kujua namna gani na hii serikali yetu inafanyika. Ningeomba Mheshimiwa Rais, niliambia Chris Kepto jana, kama ingewezekana, sababu mambo yote inakataria maneno ya pesa, inakataria kwa mfuko. Barabara ni pesa, na hakuna wakati tutatengeneza barabara au tujenge nchi bila kutoa ushuru. Nilikuwa naomba Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Kepto, wakati wako huko juu maneno ya pesa, sababu viongozi wetu wengine wanaweza kuogopa kwa wananchi kwenda kusema maneno ya vile tuko. Muwe mkichagua viongozi wengine au mnaandika watu wengine wanaenda kuhubiri maneno vile tunapata pesa, si ile ushuru tunaokota na vile tunatumia. Ndio tuache kupea rais wetu kazi ngumu ya kuhubiri vile pesa inapatikana na vile inatumika. Na mimi najua hata kama sijasoma sana, Mheshimiwa Rais, kati ya ile pesa tunatoa ushuru 70%, 7 kwa 100 au kwa 10 inaenda kulipa madeni. Mimi naelewa sana ile deni tunalipa Kenya mzima wananchi. Naambia nyinyi, interest ni karibu bilioni 1 na kitu. Mheshimiwa Rais anasema tutoe ushuru, tupupishe ile interest tunalipa huko ng'ambo. Na bilioni 1 inaweza fanya kazi gani? Inaweza jenga hiyo barabara, unaona watu wakilia walilala kwa barabara usiku. Inaweza jenga barabara namna gani? Barabara ngapi? Kwa hivyo Mheshimiwa Rais na Kipto, tafadhali andika watu, tafuta pesa kidogo, andika watu wakuje waelimishe watu. Civic education ni very important, kusema ukweli. Kwa hayo machache, Mheshimiwa Rais, na kushukuru na wahubiri tena na washukuru sana vile mmeongea hapa kwetu. Mheshimiwa Rais, kama pahali pengine, lakini bado wale wengine wataokoka tu. Tutaanza kuhubiria hapa na wataokoka pande nyingine. Nashukuru kijana mmoja hapa, kijana simama. Huyu kijana ndio alikuwa anapiga sisi sana, lakini alikuwa anapiga sisi sababu hakuwa anaelewa, lakini sasa ameelewa. Kuwa mstari wa mbele, kuwa karibu na sisi, uhubirie vijana mambo ile serikali inataka. Muache kudanganywa na viongozi wengine. Kwa hayo machache, Mheshimiwa Rais, nashukuru
kuwa na sisi kila wakati na uwe mkarimu. Na tena Mheshimiwa Rais, tutafute pesa kidogo, tufanye subsidy kidogo ya maneno ya mahindi. Hata mimi niko na mahindi yangu kidogo. Hii 2,900 haiwezi tosha kusema ukweli. Na unajua tuko mwaka wa 2014. Sasa tunaenda 2015. Tukikosa 2025, 2025, 2026 tunataka mahindi, si ndio? Tukikosa pesa, tupate pesa kidogo ile tutauza mahindi, hatutapata mahindi ya kutosha 2026. Mheshimiwa Rais, tafutia sisi pesa kidogo, acha mahindi ifike 3,500 ndio tupate pesa ya kulima mwaka 2026. Kwa hayo machache, Mungu awabariki na tuko pamoja. Asante. Tumpigie makofi Honorable Wainaina. Unajua kwa katiba kuna kitu inaitwa ethnic balance and gender balance. So unajua amekuwa katika minority, so lazima apewe kidogo aongee kuhusu maneno ambayo inahusu jamii yao. And I'd like to invite my deputy speaker. You know, there's the reason why I wanted to leave her to the last. It's because of protocol issues. You know, mimi kierere Madam Speaker, order. You know, not order, point of order. So, come if I don't take care of her, I may not be allowed to speak. So, the Honorable Gladys Boss, who is the Member of Parliament for Uasin Gishu County, and I'm also a Member of Parliament. She lives in Ainabkwe. So, when she's here, she's also at home. Karibu.